Mwanamke nilomuoa yule. Mpaka sasa hivi na miaka hiyo. Nilifanikiwa kupata mtoto. Yaani miaka 3 yote hujapata mtoto. Tangu umeoa miaka ya nyuma ile. Mpaka hivi sasa. Sasa mimi nikasema ngoja niende kwa rafiki yangu nijue ananisaidia vipi. Ndio maana mimi mpaka sasa hivi hapa niko hapa. Sijajua wewe rafiki yangu, ndugu yangu. Naomba msaada wako nisaidie. Huyo ni mwanamke au ni mtu? Yaani miaka yote hiyo mpaka sasa hivi hujazaa. Ndio maana nimekuja kwako nani unipe ushauri unafanyaje? Sasa nakurumia sana ndugu yangu. Hilo ni balaa. Hospitali mmeenda? Sasa mimi hospitali mimi naenda kupima nini hospitali? Nazo kapima na nini? Hospitali mimi sikiza ngombe. Wewe kuna mwanaume ambaye anakuambia mwanaume hana kizazi. Nisikilize, sasa cha kufanya ndugu yangu, ushauri wangu na ukupa. Jaribu kwendeni hospitali. Bebaneni wewe na mke wako mwende hospitali. Basi poa. Haina shida. Haya poa mwanangu. Kwa mimi ngoja nifike kitaani kwanza hapo nyumbani tunajua tena. Haya fresh. Kisha uki sawa. Basi poa bwana. Poa mwanangu. Bua hivyo. Shemeji hayupo. Bwana Bashiru, kilichonileta hapa kwako leo asubuhi, hela unadaiwa hela. Nasikia hela ya ulinzi ulipe, hela ya takataka ulipe. Ni kweli Bwana Bashiru unadaiwa? Najua bwana mwenyekiti, mimi nadaiwa. Na walivyokuja hapa mimi niliwaambia kwamba anivumilie baada ya mwezi mmoja. Ila hao watawapatia. Sasa kama hujakataa kutoa hela umesubiri nini? Mpaka mwezi unafika hujatoa hela. Mimi kama nadaiwa hela ya takataka. Hela takataka mimi sidaiwi. Mimi na hela ninayodaiwa mimi ni ya sungusungu ya ulinzi. Ndio hela ambayo hela ndio nadaiwa. Mpaka mwezi unafika. Hela atako unadaiwa, hela ya ulinzi unadaiwa. Hivyo unajua faini yake? Wewe kijana, unajua usilete masiara kwenye serikali. Mpaka sisi tumezeka tumefika hapa, hatua hii. Tumefanya kazi kubwa serikalini, usilete masiara. Unajua mimi niletea mashtaka mengine, wameniambia kwamba wanapokuja kwa mke wako kumdai hela, mke wako anatukana wanapokuja kuchukua hela ataka na ya ulinzi. Anawatukana tu. Matusi ya nguoni. Hiyo naona kweli ni halali hiyo. Najua mwenyekiti, mimi nikuambia ukweli. Wale jamaa wanapokuja kudai hela, mimi nipo. Umenielewa? Na wale watu hawajatukanwa. Labda tu kuna vitu vyao wamekuja kukuzusha, lakini kusema kweli hawajatukana wale watu. Sasa naomba hela ataka ilipo kwa wakati na hela ya ulinzi ilipo kwa wakati. Nadhani utakuwa umenielewa. Na hiyo hela nitaleta kwa wakati na nitaleta ofisini kwako. Fanya hivyo kijana. Nadhani utakuwa umeelewa. Mimi naenda, kuna mikakati mingine napitia huko mitaani kuangalia mambo ya uchafu na nini na nini. Sawa? Ila fanya hivyo kauli yako ulivyosema, ulivyotamka. Sasa mzee, karibu. Na mke wako mwambie ajiheshimu. Mimi naenda kijana. Sawa mwenyekiti, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa tena sana. Wala haina shida.
Mama samani. Haina shida mwanangu. Za siku nyingi. Salama. Karibu. Asante mama. Umpotea, ulikuwa wapi mwanangu? Kiukweli ndio nilipotea, ila nilikuwa kuna matatizo yalitokea nyumbani Kigoma. Kwa hiyo yalikuwa ni ya kifamilia. Kwa baada ya hapo nimerudi ni kama wiki moja. Lakini nilikuja hapa kwa ajili ya kumuulizia yule kijana wako ambaye nilikuwa nikifanya naye kazi kipindi cha nyuma huko. Ndio. Kwa hiyo sasa nimehangaika sana kutafuta vijana, kwa nikaona bora nimfuate yeye. Sijui niweze kumkuta. Yule kijana hujamkuta mwanangu. Yule kijana kwa sasa ameoa. Ana mji wake huko. Okay. Hapa katoka mwanangu. Basi sawa kama ameoa, lakini pia kama endapo atakuja huko. Haya usijali. Akija nimwambie nani? Umwambie umpe maagizo yangu kwamba Festo alikuja kukuulizia. Sawa, nitamwambia usijali. Lakini nitaomba kama akija ombe taarifa zangu. Sawa mwanangu usijali. Basi sawa. Sio kitu cha polisi. Sio mtu kwa nyongo. Nilikopo kibao. Bado kibao unaelewa? Sasa tunakosa papo pale pa. Kama ni watu wa nyingi. Unaona? Karibu kwa sababu unajua baada kifungo tu. Hapa na pale. Umeona? Kweli kufika pale mwanangu tukakaribishwa. Jamani karibuni mpaka breakfast nini? Umeona? Maana hapa tumefika sisi hapa tumewakili. Ndio tena ukiingia ugenini. Sasa kinataka kama ile waone tukasema sio kweli kwa vile tuko na nilija lamba baridi umeona kila mtu akajisevia umeona chapati yapo kumwakilisha umeona bwana harusi bado hapo umeona kweli shughuli mwanangu bora nani shughuli mwanangu anakwambiaje shughuli mipango umeona na watu wamejipanga kweli na shughuli gharama watu wamejaramia fika pale mwanangu juisi ile pale matunda hapo kwenye jaba kwa ushuani huko umeona juisi matunda hapo kwenye jaba ile pale jaba sasa barafu menene unajua kweli unaona pana mimi ingekuwa mimi ningekinga tulipofika pale unajua baza chichembe pale chini pale wote wale tuingia mwanangu kosa hizi mbili kasoro wewe tu nikaikose usiku hadi mwanangu mpaka mwenyewe nashangaa mwanangu wewe ungejingolea tu chumba kama wote kwanza tu msosi siji nini hakuna noma unaona kisa matunda jana unaona oyo bosi basi sawa haina shida poa umeona tukasikilizia chumba nyingine nilipopata kilimo umeona pale bwana harusi aje bwana harusi hapo alikuwa hajafika tukaenda pale tumewakilisha mtoto mwenyewe mwanangu sio kwa kisu anafaa mtoto anafaa mtoto mwenyewe sasa unafeli wapi mwanangu ndio hapo sasa mwenyewe nashisha poko mwanangu uende kumsaidia mwanangu shamba kuna nini kwa sababu naendelea tu kwanza hapa ndio tongeza niingie mwanangu kwenye hangaiko mwanangu sawa poa mwanangu Niambie bwana. Kama kawaida mimi nakuona tu unavumimina maji hapo. Alafu unakunywa kwa raha zako peke yako. Huko peke yako tunakunywa. Nani aliodondosha kunguru hapo? Alafu kunguru wao nani kwa kaa jinga jinga bwana. Wewe ulikopo wapi? Wewe ulikopo unalingana? Ulikopo wapi? Wewe ulikopo unalingana? Niko tu hapa. So unajua nilipata kazi mwanangu.
Nilipata kazi mwanangu. Afu na wewe kazi ndio maana nimekuita wewe. Sababu wewe haufanyi kazi. Wewe ndugu yangu inabidi nikuje kukwambia hii kazi. Sawa? Hii kazi niliyopata mimi na wewe ufanye. Kazi gani hiyo? Mjini usikatae kazi. Unaelewa? Mjini hakuna kukataa kazi. Kuzibua choo hiyo ni kazi moja hapo. Sawa? Kuiba naye kazi. Na unapata sunna. Baba kwenye kuiba kipengele. Kwenye kuiba? Kipengele. Sasa tuache hayo. Bwana hapa kuna kazi. Hii kazi bwana ya monchwari. Naipenda hiyo. Kuna hiyo kazi yenyewe inaanza lini? Ndugu yangu. Kwa hiyo sasa hivi huwezi kupata kazi mpaka mfungo wa Ramadhani uishe. Sababu wote monchwari wote waliokufa wote wamefunga Ramadhani. Sunna. Hata kuniambia marehemu wote wamefunga. Wamefunga, so mwezi mtukufu. Au sikiliza hii kazi. Au chunge mbuzi. Mbuzi tena? Mwaya na mbuzi, ana ng'ombe. Unajua mwaya pale? Yule mwaya hapo. Namjua. Mweusi kama mkaa. Ndio. Yule sio kabila gani? Au sijui kaitwa mwaya. Jamani mwaya weusi bwana. Yaani utadhani kama liliwaini. Mbona mweusi vile? Yaani unamwona tu nani akikuita ndio unajua binadamu sababu anapumua. Kwa hiyo ndio hivyo, ana mbuzi kama wote. Au unataka kazi gani? Kama ya mwencho linakufaa sawa. Ila sasa ngoja kwanza nikae chini nitafakari. Na kule bwana masharti yake usiku kifika saa 8 wanaweza akacheza lucky ball. Lucky ball si unajua? Mpira ile wa kulea wanataka. Wewe utasikia watoto wa kike nao wana mechi na kule kuna mechi ya watoto wa kike wenye miaka mitatu. Wewe jamaa unauma. Unaweza ni masiala bwana. Ukiona wanapigana kupu usijue kama kuna nani kule. Mpira wanacheza. Si unanielewa? Wewe acha tu, Mungu ajabu sana. Ila mimi nimekomaa sana, nimevumilia sana. Kuna mmoja nilikuwa nimelala hivi nimesinzia hivi. Sawa? Akanipitia kwa nyuma huko, akanitia kitasa. Kugeuka hivi ananiomba eti maji ya kunywa. Nikamwambia maji ya kunywa unaniomba ndio unanipiga. Akaniambia si ndio tulivyo. Sababu kule si unajua jahannam duniani, yani wapo katikati. Kwa Kiingereza wanaita silence. Naiombea sumu. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo wewe tu. Sasa nisikia. Mimi nikiwa tayari nitakushtua. Sasa. Basi hilo bwana haina shida. Ila ngoja nikaenjishauri monchwari watu wacheze mpira tena. Na mtu asikudanganye kusema wewe sijui ukinywa pombe ukivuta sigara wale kule wanakutisha uongo. Kule akisimama yule maiti akisimama akakuita. Maana kule wanakuita kwa Kiingereza. Jina lako unaitwa nani wewe? Abdalla. Abdalla, come on. Some water, yani anaomba maji ya kunywa. Mpe.